kipindi ni safari, msafiri wetu ni mjasiriamali, dereva naye atatupeleka kila mahali ili tuweze kukutana na wadau mbalimbali. Yes, leo nimetembelea shule ya Louis Primary School, shule ya Kiingereza ambayo inapatikana hapa Mbingu. Basi tunakaribisheni sana. Leo tutazungumza na meneja wa shule hii kuweza kupata mawili matatu, mambo yanakuwa vizuri sana. Nadhani atajitambulisha na kisha tutaendelea na mazungumzo yetu kama ambavyo tutazungumza siku ya leo. Bwana, habari yako? Salama, habari yako? Salama za siku. Salama, mshukuru Mungu. Tumekutana tena. Ndiyo. Lakini leo bwana, tulitamani kufika hapa kwa sababu ya yale ambayo tulikuwa tunatangulizia mwanzo, lakini tunataka tuzungumze na wewe na baadhi ya mambo ambayo utakayofahamu yanayoendelea hapa shule, namna malezi ya watoto, ufaulu, mawasiliano kwa wazazi. Lakini nadhani kwamba tumeanza na utambulisho kisha tuendelee na kipindi chetu. Sawa, asante. Kwa majina naitwa Selemani Mwamlima. Mimi ni manager wa shule ya Louis Primary School, tuko Mbingu, Igima, Morogoro. Sawa. Shule ya Louis ilianzishwa mwaka gani? Shule ya Louis ilianza mnamo mwaka 2019 na tulianza kwenye nyumba ya kupanga. Na tulianza na wanafunzi 4 tu ambao ndio walikuwa wametuamini kwa mara ya kwanza. Mpaka sasa ni kama miaka 7 imepita tangu kuanzishwa kwa shule. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ukuaji ni mkubwa, mabadiliko ni makubwa, lakini tunawashukuru wale wazazi 4 ambao walituamini kwa mara ya kwanza. Tulikuwa tumepanga nyumba pale kwa Masebo tulipanga pale, hatukuwa na chochote, lakini wapo watu ambao walituamini. Kwa hiyo tulianza mwaka 2019. Ninaposikia shule ya Louis kwa mkoa wa Morogoro, iko peke yake ama ni sehemu ya tawi la shule ya Louis? Hapana, Louis Primary School iko moja ambao ndio hii iko Mbingu. Hakuna mahusiano na shule nyingine yoyote hapa Morogoro, wala hatuna matawi mengine, ila tuna mpango wa kuongeza sekondari ambayo itakuwa iko hapa, lakini matawi mengine bado hatujafungua sehemu zote zilizopo. Hii ndio tunasema hapa ndo headquarters, makao makuu, na branch pekee ya Louis ni hii hapa. Basi tunaendelea na kipindi chetu. Shule yetu mpaka sasa ina wanafunzi wangapi? Tunakaribia wanafunzi 500. Kwa hiyo bado kama wanafunzi wachache sana kufika wanafunzi 500. Ina maana mkono 490 na kitu. Sawa. Shule yetu imesema ni Primary School. Ina maana tuna wanafunzi ambao ni wa nursery au na ile baby care mnayo. Baby care pia ndio kile kituo cha watoto. Ndio. Ambao wanapokea watoto kuanzia miaka ngapi? Kwa watoto wa day tunapokea kuanzia miaka 2. Wale wa bweni kwa wao chekechea, wale wa bweni walau tunapokea kuanzia miaka 4 kwa wale ambao wana uhitaji wa kulelewa hapa shuleni. Lakini kwa hawa wanaokuja na kurudi tunaita daycare, tunapokea kuanzia miaka 2. Sawa. Ndio. Swali la kwanza nasema kwamba nataka kufahamu unachukua hatua gani kuhakikisha kwamba mtoto yuko salama muda wote katika shule? Huwa mnachukua hatua gani? Hatua gani ambazo mko nazo ili kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa salama muda wote kuanzia asubuhi wanapoingia shule mpaka wanaporuhusiwa na wale ambao? Naam, ni kweli. Kuna sheria za usalama wa mtoto, usalama wa mwanafunzi, ili kuhakikisha kwamba mwanafunzi anakuwa yuko salama na analindwa. Kwa hiyo tuna mifumo kadhaa ya kumlinda mwanafunzi. Mfumo wa kwanza ni kuweka mlinzi wa shule ambaye yupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wako salama. Lakini mfumo wa pili ni mfumo wa uongozi, ambapo tuna
mwalimu wa zamu, ambapo mwalimu wa zamu yeye anasimamia ratiba zote za wanafunzi. Kwa hiyo mwalimu wa zamu atahakikisha kwamba wanafunzi wote wako salama na wako madarasani kwa muda husika. Lakini pia tumeweka sheria za kumlinda mwanafunzi, ikiwemo sheria za kukataza ugomvi baina ya mwanafunzi na mwanafunzi, kukataza matusi baina ya mwanafunzi na mwanafunzi au mwanafunzi na mwalimu, kutumia lugha yoyote mbaya ambayo inaweza ikaondoa usalama wa mtoto kihisia. Lakini pia katazo la viboko, kuhakikisha kwamba mtoto tunakuwa tunamlinda. Kwa hiyo tuna sera ya kumlinda mtoto, kuhakikisha kwamba hawezi kudhurika na mwanafunzi mwenzake, lakini pia hawezi kudhurika na stafu au pamoja na walimu. Lakini pia tuna mfumo mwingine wa kukusanya taarifa. Mwanafunzi yoyote ambaye anakuwa anajiona yupo kwenye hali hatarishi yoyote, kuna namna tumeweka mifumo ya yule mwanafunzi kutuletea sisi taarifa, aidha awe anatishiwa na mwanafunzi mwenzake, aidha awe anakuwa abused na mwanafunzi mwenzake au pamoja na mwalimu. Zipo taarifa ambazo zinakuwa zinatufikia, basi sisi tunachukua hatua. Kwa hiyo tumeweka hiyo mifumo kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa yuko salama muda wote, pamoja na sheria zenyewe za shule. Kuna baadhi ya maeneo mwanafunzi hatakiwi kwenda kwa ajili ya usalama wake, maeneo kama jikoni, kwa sababu tunajua ni maeneo hatarishi. Kwa hiyo tumeweka sheria na katazo, mwanafunzi haruhusiwi kwenda kwenye baadhi ya maeneo. Lakini pia ratiba yetu tunaisupervise muda wote, tunaiangalia ratiba. Mtoto muda huu anatakiwa awepo darasani, basi awepo darasani. Mtoto muda huu anatakiwa awepo eneo la michezo, hapo kuna walimu na waangalizi, kwa sababu kwenye michezo mtoto pia anaweza akaumia, wanaweza akasukumana wakaumizana. Kwa hiyo tumeweka pia uangalizi mkubwa wa walimu kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa yuko salama. Na usalama wa mtoto tunauangalia si tu katika mwili ama physical, lakini pia tunaangalia usalama wa mtoto kihisia, usalama wa mtoto kiakili, pamoja na kiroho. Na pia tuna mafundisho ya kidini kuhakikisha kwamba huyu mtoto anakuwa katika usalama wa engo zote. Sawa. Na shule hapa mtoto ikatokea mtoto kaugua ama kaumia ghafla, shule wao unachukua toka na sahihi. Watoto sisi kama shule tuna michango ya matibabu ambao wazazi wanachangia, lakini pia tuna mchango wa pesa ya tahadhari. Sasa mtoto kuugua ghafla, hiyo tunaita ni tahadhari ama emergency, ambapo sisi kama shule, cha kwanza tuna usafiri kama ni wa kumkimbiza mtoto, tuna magari mawili, lakini pia tuna hospitali ambazo tunafanya nazo kazi, ambazo ni washirika wetu. In case of any emergency case ya mwanafunzi, basi wanatupa kipaumbele na kumhudumia huyo mtoto. Kwa hiyo mtoto atachukuliwa, kama anahitaji huduma ya kwanza, tuna boksi la huduma ya kwanza. Lakini pia shule tuna mtaalamu wa afya ambaye ni mwalimu na anahudumu hapa. Kwa hiyo mwalimu wetu wa ndani wa afya, endapo ataona hiyo kesi inamzidi uwezo, kama itakuwa sio ya huduma ya kwanza, kwa sababu kuna hatua za huduma ya kwanza. Kwa mfano, mtoto ameumwa na nyoka, ama mtoto ameungua na maji, ama mtoto amepatwa na homa ya ghafla, kabla hujamfikisha hospitali, kuna zile huduma za kwanza ambazo lazima apatiwe, na tunaye mwalimu wa afya kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba akiwa hapa shuleni walau kuna huduma moja au mbili ambazo atafanyiwa, then tutatumia usafiri wetu kuweza kumfikisha hospitali na kuendelea na matibabu. Na mnazingatiaje lishe kwa watoto wenye umri tofauti kama ambavyo wako hapa shule ya Luizi? Shule ya Luizi iko vizuri sana kwenye swala la lishe, kwa sababu tuna uji wa saa 1 asubuhi, ambapo ni uji wa lishe, mchanganyiko wa ulezi, soya na vitu vingine, na unapikwa saa 12, saa 1 watoto wanapata, na ikifika saa 4 wanapata chai ama uji siku nyingine. Mchana wanapata ugali ama wali, na usiku pia wanapata ugali ama wali. Na tuna mboga maharage
mboga za majani, na kwa watoto wa bweni huwa wanapata na mboga kama dagaa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kuimarisha mifupa yao na uwezo wao wa kuelewa. Lakini kikubwa zaidi ni kuhakikisha tunaweza kuboresha na kubadili hivyo vitu, na kwa kuwa sisi tumeweza kuwekeza pia kwenye kilimo, tuna mashamba ya ndizi ambapo kwa siku kama za Jumamosi na Jumapili badala ya chai ya saa 4 watapata na ndizi. Lakini pia tuna ndizi kama tunda kwenye chakula cha watoto ili kuweza kuwarahisishia pia kupata matunda katika lishe zao. Basi endelea kufuatilia. Leo tuko shule ya Luis Primary School na leo niko na meneja wa shule hii.